Naam, kwa jina naitwa Yusufu Elias Kaungo, mshairi, mhamasishaji na mkufunzi wa kanuni za mafanikio. Siku ya leo napenda kukuletea somo ambalo litakuwezesha kugundua kusudi lako. Yaani wewe kuwepo ulimwenguni sio kwa bahati mbaya. Ni kwamba Mungu aliumba kusudi ambalo wewe unapaswa kulitimiza hapa ulimwenguni hata kabla hajakuumba wewe mwenyewe. Kwa sababu hiyo ni kanuni na sheria au ni utamaduni ambao Mungu anautumia. Mungu ana utamaduni au ana kanuni ya kuumba kusudi kabla hajaumba kitu ambacho kinatakiwa kulitekeleza hilo kusudi. Na tutaweza kujifunza somo hili kupitia shairi linaloitwa Kabla Sijafa, yani Before I Die. Kabla sijafa, yani before I die. Je, maisha yako wewe kabla hujafa itakuwaje au utafanya vitu gani? Basi sikiliza shairi hili liweze kukupa nuru, liweze kukupa mwangaza katika maisha yako. Ninaanza kugani kama ifuatavyo. Kama uzima zawadi, lazima ni uthamini. Kwa kufanya ya msingi, ndiyo maana ya kuishi. Sitakwenda kaburini na majibu ya maswali. Kuishi wajibu wangu, ndipo nirudi nyumbani. Katu sitojisaliti kutotimiza kusudi. Kuendeshwa na maoni ya watu kuhusu mimi. Maono yangu ni shati, sitakuwepo gizani. Kuishi wajibu wangu, ndipo nirudi nyumbani. Vitabu vya ushairi havitazikwa na mimi. Nitakwenda kaburini, vitabu vipo tayari. Jamii wavifaidi, wakomboke kiakili. Kuishi wajibu wangu, ndipo nirudi nyumbani. Kipawa nilichopewa, mtunzi wa mashairi. Wanyonge kuwasemea na wao wapate haki. Jamii yenye usawa, pasiwepo ubaguzi. Kuishi wajibu wangu, ndipo nirudi nyumbani. Pumzika kwa amani, kimakosa hutumika. Hususa kwenye misiba, wa yule alizurura. Hakufanya cha msingi na hajaacha alama. Kuishi wajibu wangu, ndipo nirudi nyumbani. Huwezi kupumzika kusudi ukilikwepa. Madeni unadaiwa, umekufa hujalipa. Kwa amani utakwenda kazi ikimalizika. Kuishi wajibu wangu, ndipo nirudi nyumbani. Nilitoka mavumbini, kuna siku nitarudi. Pumzi rasilimali nimepewa na Mwenyezi. Sina budi niithamini, hakika muda ni mali. Kuishi wajibu wangu, ndipo nirudi nyumbani. Nikitoka duniani, bado nitapatikana. Kirahisi sifutiki, ndivyo nilivyochagua. Hata pasipo kaburi, watu mtanikumbuka. Kuishi wajibu wangu, ndipo nirudi nyumbani. Kazi yangu ikiisha, nyumbani nitarejea. Tayari kupumzika na kisha taji kuvikwa. Kifo sitokuogopa, kazi yangu imekwisha. Kuishi wajibu wangu, ndipo nirudi nyumbani. Kazi yako ikiisha, kifo kwako si chochote. Mlango kinapobisha, moyoni amani tele. Taji tayari kuvikwa ya uzima wa milele. Kuishi wajibu wangu, ndipo nirudi nyumbani. Kipawa chako ni kipi? Zinduka ukitumie. Ikiwa cha kufariji, usiruhusu kizime. Usirudi kaburini, hakijagusa wengine. Kuishi wajibu wangu, ndipo nirudi nyumbani. Naam, ni kwamba katika maisha ya kawaida Mungu ana utamaduni wa kuumba kusudi kabla hajaumba kitu kitakachokwenda kulitimiza hilo kusudi. Hata wewe mwanadamu ambaye umesikiliza shairi hili kwamba kusudi lako liliumbwa hata kabla ya wewe kuumbwa. Ukifanya utafiti ni kwamba hakuna mtu anayeunda kitu alafu akaanza kutafuta kwamba hicho kitu kifanye kazi gani. Bali watu wengi huwa wanakuwa na kusudi la kuumba kitu kabla hata hawajakiumba kitu chenyewe. Bila shaka kusudi la mawasiliano ndo lilifanya mtu akabuni simu ili itumike katika mawasiliano. Na sio kwamba simu iliundwa alafu mtu akaanza kutafuta kwamba simu hii ifanye kazi gani. Au hata ukiingia kwenye swala la kilimo, watu hawezi akaandaa matuta alafu akaanza kutafuta kwamba katika haya matuta au katika hili shamba apande bidhaa gani. Bali mtu huwa anakusudi, anadhamiria kwamba aoteshe zao la namna gani, na akishakuwa na kusudi hilo linamsaidia hata namna ya kuandaa shamba lake. Kwa mfano mtu anayekusudia kupanda viazi, ataandaa matuta ambayo ni makubwa ili viazi viweze kustawi kwa uzuri.
Na hapa nitakupa mbinu zitakazoweza kukusaidia hata wewe katika maisha yako uweze kuligundua kusudi lako. Kuna mbinu mbalimbali zinaweza kukusaidia kugundua kusudi lako. Moja ni kuhakikisha kwamba unakaa karibu na Mungu. Ukikaa karibu na Mungu, Mungu atazifunua siri za kuweza kukujulisha kusudi lako. Mungu anasema kwamba kabla hata hujazaliwa kusudi lako lipo ambalo unakuja kulitekeleza. Tunaliona hili Mungu analisema katika kitabu cha Yeremia. Kwa hiyo Yeremia aliumbwa kuwa nabii hata kabla yeye hajazaliwa. Kwa kusudi la unabii la Yeremia lilikuwepo hata kabla Yeremia hajazaliwa. Asante.